Dakika za mwisho, kifo cha Ayatollah Ali Khamenei. Giza nene la alfajiri ya Februari 28, 2026 lilikuwa limetanda juu ya milima ya Alborz inayolinda jiji la Teheran. Katika vyumba vya amri huko Tel Aviv na Washington, macho yote yalikuwa kwenye vioo vya kidigitali vilivyoonyesha nukta ndogo za mwanga zikielekea mashariki. Hii haikuwa mazoezi, ilikuwa ni hitimisho la mpango uliokuwa umeandaliwa kwa miaka mingi chini ya usiri mzito. Ndege za kivita zisizoonekana na rada zilikuwa zimekata anga la Mashariki ya Kati, zikibeba mzigo uliokusudiwa kubadilisha ramani ya siasa za dunia milele. Ndani ya kuta za makazi ya kiongozi mkuu, Ayatollah Ali Khamenei, utulivu wa kidini ulikuwa umetawala. Walinzi wa wasomi wa mapinduzi, IRGC, walikuwa wameshika doria, wakiamini mifumo yao ya ulinzi wa anga ya S-400 ingezuia tishio lolote. Lakini upande wa pili, teknolojia ya kisasa ya Marekani ilikuwa imeshaingilia mifumo ya mawasiliano ya Iran, ikitengeneza upofu wa kielektroniki uliowafanya maadui zao wasione kifo kikikaribia. Mlipuko wa kwanza haukuwa wa onyo, ulikuwa wa maangamizi. Kombora la kwanza la Bunker Buster lilipenya mita kadhaa chini ya ardhi kabla ya kulipuka kwa kishindo kilichotikisa misingi ya jiji zima. Moshi na vuvi vilipaa angani, vikimeza ofisi na makazi yaliyokuwa kitovu cha mamlaka ya kidini nchini humo. Ndani ya dakika chache, kile kilichokuwa alama ya nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu kiligeuka kuwa kifusi na majivu. Habari za kifo hicho zilienea duniani kama moto wa nyika. Rais wa Marekani, Donald Trump, alionekana kwenye runinga akitangaza kuwa utawala wa vitisho umefika mwisho, huku Waziri Mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, akisisitiza kuwa huu ni ushindi kwa usalama wa ulimwengu. Kwa upande wa Iran, Machi 1, 2026 ulikumbwa na vilio na viapo vya kisasi. Bendera nyeusi zilipandishwa kote nchini, huku makombora ya kwanza ya kulipiza kisasi yakifyatuliwa kuelekea kambi za Marekani na miji ya Israeli, yakitishia kuingiza eneo zima kwenye vita kuu ya kikanda. Katika mitaa ya Teheran, picha zilikuwa za kipekee, huku wafuasi wakijipiga vifua kwa majonzi. Kuna vijana walioonekana wakitazamana kwa matumaini ya siri. Ukurasa mmoja wa historia ya Iran ulikuwa umefungwa kwa damu na moto, na ulimwengu ulibaki ukishikilia pumzi, ukisubiri kuona nini kitafuata katika kilele hiki cha machafuko ya kimataifa.